Uishie juu mbinguni. Asanti na asanti sana kwa hii nafasi. Siku ya leo we mwenyewe ulijua ya kwamba tutakutana hapa katika uwanja huu kwa sababu ya sherehe ambazo ni za siku ya leo. Wageni wamekuja, wote ambao wamefika, His Excellency Deputy Governor, wale wote ambao wanafanya kazi na yeye kwa ofisi yake, County Commissioner wetu Kisii County, na wale wote wanafanya kazi kwa ofisi yake, na wageni watapaka mbalimbali wote ambao wamefika hapa. Papa, tumewakabidhi mikononi mwako. Tunajua tumeanza mipangilio, tunakuweka mbele, uweze kutuongoza tukijua ya kwamba mahali huko hakuna jambo ambalo halitafanyika. Yote yafanyike vile upendavyo, tumalize vizuri, tukushukuru, tuliinue jina lako juu. Ndio ombi letu kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Asante sana, tunaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalamiane kwa mikono, tusalamiane, muko salama? Asante sana. Your Excellency, the Deputy Governor Kisii County Government, Mheshimiwa Elijah, vile vile anayemwakilisha gavana kwa siku ya leo, Paul Simbarati, Mheshimiwa County Commissioner wetu wa Kisii, the cabinet yetu ya Kisii inaongozwa pamoja naye County Secretary who is also the head of public service, Waziri Ondabu, Waziri Eric, Waziri Trade na mawaziri wote ambao wamefika siku ya leo, bila kumsahau rafiki yetu Bwana Charles Nyachae na Ben. Security yetu ya county ya Kisii inaongozwa na County Commissioner wetu ambao wamefika. Ndugu waheshimiwa wanaoongozwa na mheshimiwa wa eneo hili, Mheshimiwa Steve Alika, mchapakazi. Wageni wote ambao wamefika, commissioners, madirectors, head of department, watu kutoka kanisa mbalimbali ambao wamefika hivi leo. Kwa ruhusa yenu mgeni wetu rasmi, nikubalie kwa dakika chache tu niweze kuleta burudani kidogo ya kuwakilisha siku ya leo, ikiwa ni siku wa Kenya tunasherekea miaka 61. Abangina nabaga kanaba murabara eyenenga kitogo sherekee miaka 61. Igoyo ibore tu rega sipako litayire ando berire nko mwaka oyomo togo sherekea. Mogwakera Nyasaye chinkobi. Asante sana. Your Excellency the Deputy Governor wetu wa Kisii County Commissioner. Kwaya yetu ambayo itakuwa ya kwanza kutuwakilisha ni Nyantrago Combine SDA. Tafadhali mnafanya haraka sana. DJ wangu nipangia hapo haraka nikikuita mbio mbio ili tuweze kumaliza tukimbie na wakati. Naomba hiyo tag of war muisongeze mbele nyuma kidogo, kwa sababu hapo ndio tunafanyia burudani kidogo kisha tuone. Mtaniruhusu kwa sababu ya muda, tukishaleta kutoka SDA, tutaleta kutoka COG, tulete moja kutoka Catholic, na PAG tukipata nafasi pia tulete moja, kisha ndio tulete hao vijana wako hapa wachache, alafu tutamaliza na tag of war baina ya county government staff na vijana wa Mheshimiwa Steve Alika. Najua hao vijana wako tayari kabisa. Wageni wetu mbele yetu ni Nyantrago Combine SDA. Ni kwaya kutoka kanisa karibu zote zetu za hapa Nyantrago. Nadhani wameweka wimbo yao kwa CD kama iko ili tuweze kuanza mara hiyo. Baada ya hii Ibeno COG mtawakilishwa wote. Nyantrago COG tafadhali, tuliwaleta mkarudi mkae nyuma ya hii. Nyantrago COG tafadhali nyuma ya hii Combine kwa heshima haraka. So baada ya hii Nyantrago COG. Asante. Mheshimiwa Steve tafadhali naomba ukuje kidogo hivi tu consult kitu. Wapatie wimbo Nyantrago SDA Combine.
sina mashaka niendapo, nikiwa na Yesu salama. Jemedari mlinzi mwema, ananiongoza salama. Sina mashaka niendapo, nikiwa na Yesu salama. Jemedari mlinzi mwema, ananiongoza salama. Salama na Yesu salama, popote na Yesu salama. Kazini hata safarini, tukiwa na Yesu salama. Salama na Yesu salama, popote na Yesu salama. Kazini hata safarini, tukiwa na Yesu salama. Hata majaribu yakija, sitaogopa chochote. Ameahidi kuwa nami, ananilinda ni salama. Hata majaribu yakija, sitaogopa chochote. Ameahidi kuwa nami, ananilinda ni salama. Salama na Yesu salama, salama na Yesu salama. Kazini hata safarini, tukiwa na Yesu salama. Salama na Yesu salama, salama na Yesu salama. Kazini hata safarini, tukiwa na Yesu salama. Tuwapigie makofi Nyantrago Combine, kanisa yetu ya SDA. Mheshimiwa Steve, tunashukuru sana. Naomba tukimachi hivyo kama tunaondoka itakuwa vizuri. Tukimachi tukiondoka itakuwa vizuri sana. Yesu akiwepo nyumbani, vitu vyote ni salama. Akiongoza ni salama. Salama na Yesu salama. Makofi tafadhali. Yesu salama. Asante sana kwa yetu. Hata safarini, tukiwa Yesu salama. Asante sana. Asante. Naomba tutakatakata ndio kila mtu apate hiyo nafasi, si ndio? Haya, mbele yetu Nyantrago COG. Nyantrago COG kuna ule mtoto Kingdom Kids, kisha Ibeno COG. Haraka Nyantrago, wakati wenu. Ibeno COG nyuma ya Nyantrago. Ibeno COG nyuma ya Nyantrago tafadhali. Baba
leo hii wamekuja kwako waguse Yesu. Makofi tafadhali wanapomalizia. Tunapomalizia Ibeno jisogea mbele. Asante DJ. Asante, wapigie makofi Nyanturago Sioji. Asante sana. Tutakatisha hivyo kwa sababu kwaya ni mingi. Ibeno Sioji dakika 2. Twende DJ. Ibeno huyo mtoto akae mbele, huyu mtoto Kingdom Kids aanze, Ibeno wakikaa hapo nyuma. Hapo wakijia. Asante mtoto. Vile Bridget sijamuona hapa na Miss Mark niko naye hapa. Yale hao watoto tumalize kwa watoto ndio tuende. Tuko na wengi sana. DJ. Ukitaka kupata watu wastaarabu wenye ukarimu wakupendeza na kuvutia, karibu Kenya, 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 ninakuombea uendelee nchi yangu. Kenya, Kenya, ninakuombea uendelee nchi yangu. Kenya ni yangu, Kenya ni yako, Kenya ni yetu, Kenya our motherland. Kenya ni yangu, Kenya ni yako, Kenya ni yetu, Kenya inasonga mbele. Wapi makofi ya mdogo? Kenya ni yetu sisi wote. Bridget, tena nitakuleta baadaye. Mpigie makofi huyu mtoto mdogo Bridget. It's tafadhali. Tunakushukuru Bwana Mungu wetu, umetujalia jimbo bora Kisii, udongo wenye rutuba, maji safi na viongozi wema. Twashukuru, tunakushukuru Bwana Mungu wetu, umetujalia jimbo bora Kisii, udongo wenye rutuba, maji safi na viongozi wema. Twashukuru, udongo wenye rutuba, maji safi na viongozi wema. Twashukuru. Tunakushukuru Bwana Mungu wetu, umetujalia jimbo bora Kisii,
Makofi tafadhali. Iben Osioji, asante sana. Tena tutapata nafasi tutawarudisha. Makofi tafadhali. Asante sana. Wageni wetu, Your Excellency the Deputy Governor, County Commissioner, kuna katoto kadogo sana hapa PP2. DJ, mpatie dakika moja huyo mtoto pia. DJ. Asante sana Chief kutoka Masongo location. Ameamua kucheza na mtoto. Deputy Governor wetu imebidi asimame. Huyu mtoto amechangamsha watu kabisa akiwa na County Secretary. Vile vile watu wetu wa Jeshi Uband wote wamesimama. Waziri wa michezo vile vile amesimama kuhakikisha huyu mtoto kipaji ndio hiyo. Asante sana DJ. Asante. Toto kuja hapa, Toto kuja hapa. Kuja hapa. Huyu mtoto ako sawa? Kuja simama hapa Toto. Aya, huyo mtoto muacha aende juu pale asalamie. Kuna mzee pale juu, nywele ni white kuliko wote. Rafiki yangu sana Charles Nyachai. Huyo mtoto akuje tu akusalamie. Ananiambia anataka kuwa lawyer kama wewe. Huyo mtoto akusalamie hapo mbele. Akusalamie hapo. Na Ben, Mheshimiwa Ben, huyo mtoto anahitaji taafisi za kwenda shule. Mama anakuja, mama huyo mtoto akuje. Mheshimiwa Ben, all the way from Nyaribani Masaba, mtoto avae taafisi. Ako wapi? Mama ya huyo mtoto ako wapi? Mama kimbia. Hiyo next ya huyo mtoto. Huyo mtoto si ameimba vizuri? Kisha asalamia hata County Commissioner, si ndio? Si County Commissioner anawakilisha rais hapa? Asalamie na huyo mtoto. Vile vile hapo. Asante sana wote ambao wamesalamia huyo mtoto. This is the only way tunaweza nurture hawa watoto. Mama kimbia, pitia kule nyuma, na uhakikishe ya mtoto kama ni viatu amenunua viatu. Sawa? Usipeleke saloon. Upeo mtoto viatu. Asante sana wote. Sasa wacha nimpate mtoto Bridget Mosoti. Bridget, wakati ni wako. Anza. Ni Bridget Mosoti kutoka shule ya msingi ya Tabaka Girls Primary Boarding. Karibu kuwaletea wimbo wenye mada historia ya nchi yetu ya Kenya. Sit back, relax and enjoy. Welcome. Wimbo huu ni wimbo wa historia. Watu wote mnaombwa msikize kwa makini. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. Hakushikwa Kenyatta peke
Huyu mtoto ana kibaji. Mpigie makofi tafadhali. Mami kuja. Wewe na kutuma direct. Huyu mtoto weenda direct usalamie deputy governor peke yake. Si ndio? Your Excellency the Deputy Governor, it happen huyu ni mtoto wa staff yako, wa youth leader wetu, youth advisor, huyo ni mtoto wake. Mami aenda juu wewe usalamie. Uliniambia unataka kusalamia DG hapa. Sasa tuko na brand code. Ebirongo wako wapi? Ebirongo? Ebirongo mngekuwa nyuma ya hii haraka sana. Hao wanamaliza Simba ne mamba, simba ne simba, simba ne taye kumureka. Simba ne mamba, simba ne simba, simba ne taye kumureka. Simba ne mamba, simba ne simba, simba ne taye kumureka. Yeah. Simba ne taye, ogenda bunjali. Simba ne taye, machoge bwabula bu. Simba ne taye, machoge jaje. Simba ne taye, aye sauti mugirango. Simba ne taye, yali bali mazaba. Simba ne taye, yali bali jaje. Yaki tutu. Simba ne taye, aye jaje ya sauti. Simba ne taye, yaki tutu jaje. Simba ne taye, aye jaje ya sauti. Simba ne taye, abantu amindo. Simba ne taye, omugaba no mulemu. Simba ne taye, okonyi abange. Simba ne taye, omondo. Simba Simba ne taye, ende kwa muma. Simba ne taye, omumura bwalizo. Ne taye. Wanamalizia kutoka. Simba ne Simba. Simba ne taye. Asante, asante. Wapiga makofi vijana wetu. Asante, asante sana. Sasa DJ ameniambia muhakikishe mtapita ofisi. Zoezi mnampeleka kidogo ajue vile anacheza hiyo. Yeye ndiye aliniambia. Asante sana. Sasa wacha nikaribishe marafiki zangu wote. Ebirongo wakati ni wenu. Mike, wapatie Ebirongo Mike. Au vijana wangu tulie. Najua vijana wangu watulie kidogo. Ebirongo wakati ni wenu. Kisha Catholic Church inaitwa Catholic Church ya mwisho, that is Nyamecheo Catholic, nyuma ya Ebirongo. Livina nyuma ya Nyamecheo Catholic Church. Fanya haraka. Ungekuwa mmefika. Mko. Haraka sana. Nyamecheo Catholic kisha Livina nyuma ya Nyamecheo. Twende. Ebirongo tuendelee. DJ wapatie hiyo wimbo yao kama ni wimbo ama ni live. Twende. On stage ni Ebirongo team ready to present to you a song on title Enkuna. Wakunire Enkuna. Kuna. Wakunire Enkuna. Kuna. Baba kuna. Kuna rutorore. Kuna. Kuna rutorore. Kuna baba kuna. Kuna simborore. Kuna. Kuna simborore.
kuna baba wakunire nkuna kuna wakunire nkuna kuna baba kuna nobe borore kuna nobe borore kuna baba kuna wakunire nkuna kuna wakunire nkuna kuna baba kuna simborore kuna simborore kuna baba kuna kunobe borore kunobe borore kuna baba kuna komishonorore kuna komishonorore kuna baba kuna wakunire nkuna kuna wakunire nkuna kuna baba kuna alikorore kuna alikorore kuna baba wakunire nkuna kuna wakunire nkuna kuna baba kuna stiborore kuna stiborore kuna baba abwe bakoro kwebirongo bakere chinkobi. Asante sana ebirongo, asante sana. Sasa ebirongo tena nitawaita baadaye. Wacha tupe Catholic. Nafikiri kama hamjaweka wimbo wenu itakuwa ni ngumu. Catholic wimbo iko tayari? Aya DJ mara hiyo. Your Excellency Deputy Governor wetu, County Commissioner, hiyo ni Nyamecheo Catholic Church. Asante Catholic yetu. Wapigie makofi tafadhali. Asante sana. Your Excellency mbele yetu County Commissioner ne Ekorokuna Taracha Livina. Sijui kama Nyamagua Singers walk around. Nyamagua Singers tafadhali. Baada ya hiyo Livina, baada ya Livina sasa Nyamecheo Band. Wale vijana wangu tulieni tu hapo, pigwa jua kidogo. Tutakuwa na Nyamecheo Band. Nyamecheo Band wawe tayari sasa. Livina. Katikati tupate hiyo ingekuwa vizuri sana. Your Excellency the Deputy Governor,
ungeteremuka kule pamoja na sindikize wewe, itakuwa mzuri sana. Waziri Ondabu, sindikiza deputy governor pale. Mheshimiwa Charles Nyacha, hiyo ni wamama wetu, tunaomba picha yenu pale. Mheshimiwa Ben, rafiki yangu mheshimiwa, nataka hiyo picha yenu, ingia huko Mheshimiwa Gesuka, tupate hiyo picha. Tupate hiyo picha. Mheshimiwa Ben, tunaomba tupate hiyo picha. Asante sana. Najua mama ni wa heshima sana. Sijaona waziri wa michezo. Asante sana wageni wetu. Asante, asante. Your Excellency, sasa unaweza kuketi. Nyamecheo Band, DJ wapangia hao. Asante sana, asante DJ. Asante. Your Excellency, thank you so much. Na timu yako Mheshimiwa Birongo, asante sana. Sasa wacha tupate vijana wenyewe wa hapa Nyandogo ambayo ni Cheo Band. Kijana mdogo yuko hapo, wapatie Cheo Band DJ wimbo wao tafadhali. Haya, sogea mbele kidogo. Asante. Asante sana Nyamecheo, tena tutawapatia nafasi. Your Excellency, huyo mtoto ndio ule aliwachwa na babake. Vijana wangu hapa wamemtrain na yeye sasa ako sawa. Wale vijana time yenu iko kuja hapa. Sasa wacha wapatie kwa sababu wana haraka. Unajua nilikuwa nimejipanga time yao. Haya, wapatie hao Nyakebaba wapatie kwa sababu nilikuwa nimewapangia wakati wao. Wapatie. Tumewapa dakika 2. Kuna chamomo cha sidaki kusikia masikioni mwangu. Chambo gani? Kuna mtu anakozoa Simba. Sema tena. Na anachenga pala pala. Tuambie. Mtoto mjanga atana kingwelele. Anachua yenye taya. Mtoto mjanga atana kingwelele. Anachua yenye taya.
Kuna jambo moja nataka kusikia masikioni mwangu. Jambo gani? Kwamba Simba hako na purani. Purani gani? Ya kuwa ni ya ulahizi. Tuambie. 2032 wakati wa Ereksoni hata kuwa kwa paroti. 2032 wakati wa Ereksoni hata kuwa kwa paroti. Jambo moja la nipa faraja, sema ni lazima atazinda pa vile vile atakuwa Jea Bazon kwa kiti cha EU zangu yetu kibeba guri tukimba barabarani siri njeke tumeza wabariki ni mtasinda sisi njuri ncheke tumeza wabariki ni lazima mtazinda. Yes. Wapigia watoto makofi hao vijana. Asante sana youth leader kwa kuona watoto. Huyu sasa anaitwa sijui ni Nyasumi. Nyasumi. Dakika moja DJ. Nyasumi man, dakika moja. Wa. Baito, wa. Era no magoko wana bangina de mongo re iga. Na bagambi baito kabisa. Tole wero jamhuri dei. Era no magoko. O magoko boka. E jamhuri dei. Etoji jamo, jamhuri dei, etoji jamo, oh bebo, karanju oja, rondero wai, oh bebo mogando ito, gizi kaundi, oh bebo, no magoko woka, gizi kaundi, abagambi baito, no magoko woka. Obebo mbuyoko yunga, na inde keni kiaye, ya magenderero, na inde keni kiaye, ya magenderero, jari sinya jaye, ay mokeboja, jari sinya jaye, mbuyako yunga, torende boko ni jari si, mbuyako yunga, jari si mbuyoko yunga, asante, mbuyoko yunga, asante DJ, jari si mbuyoko yunga, asante, jari si, aindaro monto motambe, omuyapia, jari si. Aya, Ashul wakati ni wako, Ashul. Check. Tuende DJ. Dr. B on these, ladies and gentlemen. I should have said he's a same mamba. Tenga vacances, kusia ito, negera vacances, kusia ito, tenga vacances, kusia ito, negera vacances, kusia ito, yesa auto se senire, kusia ito. Tokwa tomolembe seito, kusia ito. Yesa auto se senire, kusia ito. Tokwa tomolembe seito, kusia ito. Bure atwa, bimei biamera. Bana baito, basoma matemu baeta. Bure atwa, bimei biamera. Bana baito, basoma matemu baeta. Tenga mpakanse, negera mpakanse. Kusia ito, tenga mpakanse. Kusia ito, negera mpakanse. Kusia ito, tenga mpakanse. Kusia ito, negera mpakanse. Kusia ito, tenga mpakanse. Kusia ito, negera mpakanse. Kusia ito, chibongo inye chiagusi, no molembe. Chibongo inye chiagusi, no banchani. Kirari tukorio mwaka, no molembe. Barai baito gusi, no banchani. Bogirango, obanchani. Ogetutu, molembe. Nyari bari, obanchani. Nabo basi, molembe. Machoge, Asante. Nabo nchari. Asante kijana yetu. Mpigie makofi tafadhali. Sasa wacha tupate rafiki yetu ambaye ana wimbo Kenya nchi yetu, Your Excellency Deputy Governor
County Commissioner. Tuko karibu kumaliza, wamebaki wawili tutumalize. Wakati ni wako, Kenya nchi yetu. Wimbo ni barua kutoka kwetu wa Kenya, tumeandikia rais wetu, naibu na serikali, pokea salamu zetu kutoka kwetu wa Kenya na pia wapiga kura tuliowachagua, tuwapongeza kwa kazi nzuri. Mungu awape hekima, pia wabariki na ibariki Kenya. Mahasla washukuru, Wasra Fandi, mama mboga na boda boda pia wanashukuru. Mradi wa ujenzi wa Wakenya wote twakuunga mkono, vijana wapate kazi. Jeshi mara viongozi ni shupavu, Kenya isonge mbele, maendeleo tunayaona, barabara na asante sana rafiki yetu Kenya nchi yetu. Asante kijana kutoka hapa nyumbani. Wageni wetu tuko karibu kumalizia. Ninaomba wale wa tag of war waingie uwanja tunapomkaribisha Tam Tam. Sijui ni sweet ama ni Tam Tam. Simba ni gavana tuanchete kisi yeito. Simba ni gavana tuanchete kisi yeito. Simba, tuachorete kisi Simba, tabuatiere boba Simba, mere magokora Simba, gawancho kaira kere kona gokonya banto, otariro kire binyoro agachira banto, chiparoro sirie, chichiro chikanisa, onyenya gitari, amariogo simbo retire, amachore tire, umolero retire, onyene biwanda wagachire, emere motorikwe, onyene sukuru ntobwateri musimba, Simba ne gavana tuanchete kisi yaito, naretire Simba rati momorore, naretire Simba rati abakwanye, Simba gavana yaito, Simba gavana yaito, Simba gavana yaito, Simba gavana yaito, naretire Simba rati momorore, naretire Simba rati abakwanye, Simba gavana yaito, Simba gavana yaito, gavana yaito, Simba gavana. Kijana Tam Tam, asante sana kwa hiyo wimbo. Mungu akushukuru. Tunapokaribia kumaliza, karibu ya mwisho, kijana Kudus. Ile inasemaje Kudus? Inasemaje? Koleki. Ndare. Haya. Tag tusonge nyuma kidogo, huyu amalize, tusonge nyuma. Wapi wale vijana wa Steve, wale wa kuvuta kamba, tafadhali mnasubiriwa kwa uwanja. Kudus. Kwa agere tunamalizia. DJ, abantu banyandura kwa murena mogoko. Tomorrow teripuro misa bangu anantigenda. My DJ. Vamos a mover coruña biosi, kudu. Twende. Nzumi kraikro. Teripuro misa bangu anantigenda gere. Tomorrow teripuro misa wasani ntigenda gere. Ntigenda gere. Baki ntigenda gere. Ntigenda gere. Kogera matukane igabarire. Ntigenda gere. Baki ntigenda gere. Ntigenda gere. Kogera matukane igabarire. Mobere tori gotengwa na makindi nganga makimayu.
umwana indaye gokie ikwanyolire tulingi tuna ikwanyolira gabishi kuna kwanyolira gachoroma korwa buto chenge buna maruma maro dei misinya wangwana ndigenda maro buro misinya wasani ndigendagere Asante. We. Nango bukumane chingende umubira one go ikanyurende menta bukato njarande tindari kende korumusonde ngomo so. Haya, kudos shikilia hapo. Thank you Sasa so much. nakupanga. Unajua MC anasema chochote. Simama hapa Kudus. Utaenda pale kwa DJ atakupa nyama. Uende pale kwa Charles Nyachae akupe gorogoro moja ya maragwe. Uende kwa Ben Mogaka pale rafiki yangu kutoka Masaba apeane nyanya na mafuta. Uone Gesuka hapo nyuma, Gesuka kupatie pilipili na hoho. Alafu usalamie DG na County Commission ukitoka. Your Excellency, tago songe sasa nyuma. Tusonge nyuma ya mwisho, burudani ya mwisho, Eng'ombe Nengima ndio tag of war wanaingia. Eng'ombe Nengima ndio tunamalizia, alafu tag of war wanaingia. Eng'ombe Nengima man pepe sagero. Abantu minto maete mani pepe sagero. Tigai we Mike iga ara kunigabu tumaekoleta tag of war na ande munguse ngora. Aya, sasa hii ni war ndaomba tuka side ingine tafadhali. Anza mani pape. Nyantura ko toki county na bakwani aseria taria Ng'ombe Nengima mbia more. Mwanje to muziki. Tiganda rai gorogorari. Mwanje to muziki. Muina, mwanje to muziki. Mwanje to muziki mataria. Tigango na rari na bakreso Bwana asifiwe. Hakuna kitu pale. Asamarie tangoro kuman pepe sagero. Mutugaga narorira abantu batengire tata. Abantu batengire. Njuango baba. Nando muswati naro begete t-shirt ya inchugoja. Chugoja gaga. Gosenja muri tore. Mwatengire baba. Kono mumwamu ono mbarabu. Tagete mokore iga senge choncha muri. Tenaiga. Sukago chimate gabo. Beka gabo kira ino. Tagete mba bekere amagana ga. Enembero tagete bunogo ikaga nchuga. Sukamaya. Muswati ababere boka. Yarancha muri tore gaga mo. Karua rainwe. Inu babere karua. Na baboka tagete. Aya karua mongina. To kunabwo okandoro toro kebore. Aya. Beka kamage gainwe. Abasubati no na baboka. Okobeka getoni wa maki kingo teba 1 2 3 kingo teba simba muimoke. Bunango teba 1 2 3 simba tano tena uimoke bekanze. Beka riruseiga. Wana jiwe soko sangere korwari na chioko anda koragera. Kono ramore beko ko bakonseiga. Iga. Beka iga obega taberense na beka berense. Beka marua berense. Amarua bere. Haya. Oko igwa simba tano tena imoke. 1 2 simba tano tena. DJ mpatie. DJ tele. Tozabire sukukwengi ya no mango moya. Tozabire sukukwengi ya no mango moya. DJ tunde. Anzisha ngoma DJ. DJ anzisha ngoma. Mwanje tu muziki. Mwanje tu muziki. Mwanje tu muziki. Iyo moko tabwango. Aya kilo monta korega. Mubanya goja ne biriato ne bichuria.
bangi na karange birria tonda igumwes. Nejipunga pointi chomobere. Atira anikira ke baito. Abasaja ngai more birria bichuria bichu. Atira anikira ke baito. Okinya mabirira sabato. Neke yigire tato Tata. Ragri muatiesi koyomoto. Neke yigire tato tata. Ragri muatiesi koyomoto. Moikomo tanga ni gokogera. Kibari mucha tenge chiro. Moikomo tanga ni gokogera. Kibari mucha tenge chiro. Yo kabiro to kimega. Ebirria tona ba ichuria. Yo kabiro to kimega. Baito. Ebirria tona ba ichuria. Yo gata tona oro nyangete. Mare bia gotenga litita iyo. Yo gata tona oro nyangete. Mare bia gotenga litita iyo. Unai. Kumbata uono kumbata. Ngai kurusia bangi na tuanzi bairia tengu. Randi abantu gorio mwesabuye kanisa. Mheshimiwa Peni Mumanyi borabuko. Ngai kurusia basaja teni babuke kijuria. Yaje. Kumbata. Yaje. Ona kilo monta tere kumbata. Amaminto, que guaterabo, abana maminto, que guaterabo, tera, guaterabo, onye neritmue, baba, onye negita, televisión minto, asante, onye nezolo, DJ. Mwana thank you. Asante man Pepe Sagero. Wageni wetu Your Excellency Mheshimiwa Elijah, naibu gavana wa Kisii, County Commissioner wetu wa Kisii mbele yetu. Sasa naomba wote watoke tafadhali. Abangi na tuende gochiali, tusike gochiali kabisa, tuende kabisa muikaranse kabisa. Nitolea hawa tafadhali. Tunamalizia burudani yetu baina ya Kisii County staff ambao wametoka mashindano ya wafanyikazi wiki 2 zilipita kule Mumias, na vijana wetu wa Iveno, vijana wa Mheshimiwa Steve Alika, nasikia wamekula tangu jana. Kwa hivyo hii ni timu ambayo zinacheza wakiwa 8, kilo ni 680. Sasa peana heshima kwa wageni wetu. Referee wetu, inspector wetu kutoka Jeshu, Clean, tafadhali wapeane heshima kwa referee, kwa wageni wetu samani. Asante sana. Chukueni nafasi zenu sasa. Iko hivyo. Haya. Hapa wanawazuia. Asante sana mwenyekiti wa Bagusi, wanasema mnawazuia media, tafadhali. Sijui mjipange vipi, tuone hiyo wanaume ambao wanavutana. Hii ni kazi ambayo imefanywa na Mheshimiwa Steve Alika, yeye ndiye ameleta timu hizi zote mumeona hapa. Sasa inspector, tuko tayari kuanzisha. Wanawazuia, tafadhali tusonge nyuma, tuende nyuma, sio hapo, tuende nyuma. Asante. Hata mimi wameniambia nitoke. Deputy County Commissioner tayari. Inakuanga hivyo, lazima ajifunge kamba. Aya. Mheshimiwa Steve, nasikia wametoka Nairobi mazoezi watu wa Iveno. Sawa.
Spectre, twende. Mambo imekuwa tena ni tofauti. Vijana wa Iveno ambao wamefanya mazoezi kule Nairobi na Mheshimiwa Steve, sasa leo wamewekwa watulie kidogo. Haya. Ya kwanza imeenda, tugeuke sasa. Vijana wacheni kamba tena, mgeuke. Hii inaitwa tag of war, kuvuta kamba baina ya Iveno team inayoongozwa na Mheshimiwa Steve Alika na county team ya tag of war. Na nyinyi msivute hao vijana sana. Osoro, msivute vijana sana. Haya, nyorosha kamba. Iko sawa. Haya, iko sawa. Haya. Naona Iveno wamerecruit coach mpya Bwana Oyaro. Aone kama wanaweza chukua hiyo. Naona Steve amerecruit new coach. Wacha tuone. Waachilie inakaa nusu. Haya, sikiza maagizo ya referee. Inspector wetu kutoka JSU. Haya. Iko tayari. Haya, beba kamba, jiandae. Anka wa mwisho Bana Mengo amejifunga vizuri. Namuona Mengo, namuona Dan. Beste yuko hapo, Nes. Baka mwanadada yuko hapo katikati. Haya. Ndiao, haya. Inaenda, wanarudishwa. Haya. Ni kama wamehold, yani wameweka lock kidogo. Lock kidogo. Lock kidogo. La. Asante sana. Asante. Kwa hivyo jipange hapo, referee atoe uamuzi. Jipangeni line. Majamaa, hii lazima muone Mheshimiwa Steve. Mheshimiwa Steve, usipochunga leo chakula itaisha Iveno yote. Hawa sahi wakienda watakula mpaka wamalize hiyo chakula. So asante sana. Nadhani county team, center referee, county team imechukua 2-0 against Iveno. Mpeane heshima kwa wageni. Asanteni sana. Your Excellency the Deputy Governor wetu wa Kisii, Mheshimiwa County Commissioner na wageni wote wamefika. Hapo ndio tumefika tamati ya burudani yetu. Sasa nikubalie vile namuona Mheshimiwa Keumbu, waheshimiwa ambao wameingia, tutatambua kwa baadaye. Sasa nikubalie kwa heshima Your Excellency pamoja na County Commissioner, nimuite the Deputy County Commissioner wa Kisii Central ama Nyaribari weze kuendelea. Nimkaribishe the Deputy County Commissioner wetu wa Nyaribari Chache, Bwana Joseph Mwangi, ama ukipenda Kisii Central Sub County. Asante sana Bwana Joseph Mwangi. Asante sana mwenzangu kuendesha bidi hicho kwa njia mzuri sana. Our County Commissioner, who is the guest of honor today, the Deputy Governor of Kisii County, Presiding Judge, Justice Munyao, Judge Charles Nyachae, County Secretary, all protocols observed. Good afternoon. Wailile. Asante sana. Tumeingia kipindi kingine ambacho ni kipindi cha mazungumzo, na ningetaka kuomba wakati nitakuita hapa ukuwe mfupi kidogo wa maneno, kwa sababu hii kipindi kitaamua kama tutatoka saa 9, saa 8 ama saa 10. Kwa hivyo ukikuja hapa tafadhali maneno ikuwe machache na to the point. Lakini kabla ya kuanza kuwaita, nataka kutambulisha timu yangu ya usalama
wakati huu mnaweza simama. My security committee. Huyu amesimama anaitwa Mr. Etiang, yeye ndiye anasimamia DCI katika sub county. Asante. Marian anakuaga secretary wangu. Nani mwingine? Kiterio. Kiterio, wewe ni wangu na ni wa county, simama. Najua utatabulishwa kwa county. Hao wanafaa kofia mbili leo. Mr. Kiterio ni APS commander. Mr. Kimwere ni OCPD. Na pia anasimamia CPC, County Police Commander. Kwa hivyo mnaweza keti. Niko na officer wa prison pale. Sija interact na yeye sana. Good. Jina? Sema jina. Okay. Sawa, asante. Pia ningetaka kutambulisha ACCs. ACCs wako wangapi hapa? Huyo anaitwa Grace. Grace ndiye ACC wa Keumbu. Pia ndiye ACC anasimamia Kiogoro na pia ndiye naibu wangu. Unaweza kaa. Machifu mko bali sana. Machiefs? Ai, wako bali. Kama mtakibia, kibieni muonekane. Na nataka kushukuru timu zote ambazo zimeweza kuentertain sisi. Hadi nauliza kama Christmas turudie hii kitu. Unaonaje? Tukuje hapa Christmas tena. Enyewe mimi nimeenjoy sana. Today I have really enjoyed. Nimekuwa entertained yangu yote. Kwa hivyo kama hii sherehe ingekuja tena Christmas ama mwaka mpya ningefurahi. So sijawashika wote kwa majina, kwa hivyo nitakuwa tu nikitaja location, chief na assistant chief wana salute, alafu wanaenda wanakaa. Na tunaanza na Keumbu. Keumbu location, assistant chief. Sogea ni mbele kidogo. Hiyo ndio timu ya Keumbu location, chief na assistant chief, salute. Good. Tuende Birongo haraka haraka. Birongo tufuatiwe na Taracha. Birongo salute. Thank you. Taracha. Yes, salute. Ibeno the host. Hiyo ndio timu imetuhost hapa, salute. Thank you. Kelela. Salute. Thank you. Naweza kaa. Tuende Kiogoro. Nyaula. Nyaula. Hiyo ni Kiogoro. Kiogoro kujeni. It's okay, Kiogoro. Salute. Ai, nyote msalute pamoja. Salute. Thank you. Sasa Nyaula. Nyaula. Tena Nyaula. Okay, salute. Good. Mbosongo. Yes, salute. Thank you. Masongo. Masongo. Salute. Thank you. Matunwa. Yes, hapo. Salute. Thank you. Nyanko. Good, salute. Last, Kegati. Haya hapo. Salute. Thank you. Nitawashika pole pole. But hapa nilikuwa miaka mingi sana iliyopita. Tulikuwa hapa na kina Justice Nyachae zamani 17 years ago. Na ndio sasa nimerudi tena. Wakati nilitoka hapa nilienda Nairobi, our county commissioner ndiye alinikaribisha the first day, akanipeleka hoteli na ndio nakulaga hata leo nikienda Nairobi. Tena tumefanya na yeye huko tukiwa madisi Nairobi. Tena nimekuja hapa akiwa my boss. Thank you. So tuanze kuita watu, tuanze na youth leader John Sagero. John Sagero. Dakika ni 2.
Asante sana Deputy Governor, County Commissioner and viongozi ambao mmefika hapa na wananchi. Na wasalimu wa mjambo. Nashukuru serikali yetu maanake imetenga hii siku sisi kama wananchi wa Kenya tusherekee na tuwe na amani kwa nchi yetu. Jambo ambalo la pili naongea, Tuesday tulikuwa na president wetu pale KCC, niliwakilisha Kisii County. Kuna yale mambo mawili alituambia tunafanya kama youth. La kwanza ni Ashura Fund. Zile pesa ameziongeza mara 3. Kama ulikuwa unapewa 5,000, utapewa 15,000. 5,000 times 3, 15,000. Kama ulikuwa unapewa 30,000, unapewa 90,000. Lingine amesema ya kwamba ule muda ambao tulikuwa tunalipa zile pesa 14 days, ameongeza for 1 month ndio ulipe. La pili, kuna wale vijana wenzetu wametafutiwa kazi pale nje, wanakosa pesa. President mwenyewe amesema, ameongea na Youth Fund, kuna zile pesa ambao tunakopa from Youth Fund, sitasaidia sisi kulipa kidogo ndio uwezeshe sisi kwenda nchi za ng'ambo. La mwisho, naomba ya kwamba serikali kuu na serikali ya county ikipatikana ajira ya kazi, angalieni vijana. May God bless you. Asanti. Na wewe ni mwaminifu sana. Dakika 2 yako. Tukuje kwa women leader Edna Ogoe. Edna. Asanti sana, Our Excellency Deputy Governor, County Commissioner, SCC, County Secretary na wote na wasalimu hamchambo. Namshukuru sana our President William Samoei Ruto kwa mambo mazuri anatufanyia kama wamama. Shukrani tele sababu anatupa Hustler Fund pira msimamishi, atutafuti next of kin. Number 2, lenye ninaongea chambo la wamama, women past violence, naomba our excellency pamoja na county commissioner muangalie hili chambo sana linatukasirisha kama wamama, tunagongwa vibaya. Chambo lingine tunauawa kihorera. Heshima kubwa kwa wanaume kuja kwa wamama. Hilo ndilo naomba, chambo la mahana mtuheshimu sana kama wamama, sababu wamama ndio chambo la kila mahali kwa nyumba na kila mahali hata sokoni kuwatafutia wamama. La mwisho, ningeomba our excellency deputy ulichukue kwa gavana wetu Simba Alati, makanisa letu yote vile tumeimba hapa, mtukumbuke tafadhali. Tunawakumbuka kwa maombi, kwa kila chambo, kwa kila neno, kwa kila uongozi wenu, na tunashukuru uongozi wenu ni mzuri. Asante sana. Asante sana Edna. Wakati huu ningetaka tumuite mzee moja alikuwa rafiki yangu sana nikiwa hapa when I was a dio, anaitwa mzee Matudura. Tulikutana na yeye juzi, alifurahi sana kuniona tena. So mzee, kuja unene machache. Wakati nilikuja hapa Kisii ndio aliritaya, so tunajuana sana na yeye. Asante sana DCC. Asante kwa nafasi, kwa Elders Council ya Gusii mzima. Asante kwa siku hii. Tuko wengi hapa, lakini officials wale wa chama chetu kuna wengine huko. Simamia karibu hapo, muweka hata saruti kwa His Excellency the Governor. Hawa sasa tunafanya na wao
kwa hiyo chama chetu. Asante sana. Sasa, Your Excellency, the Deputy Governor, the County Commissioner wetu, na wageni wengi viongozi kutoka serikali kuu na serikali ya hapa county. Mimi nitasema mawili tu. Ya kwanza, hii ni siku ya muhimu kweli kweli. Na ilipo ansiswa na viongozi wa Afrika wakati wazungu walitoka, iko kitu waliweka ya muhimu sana, na ilikuwa manifesto. Manifesto yao walianza na maneno matatu: kupigana na uchinga, kupigana na magonjwa na kupigana na umasikini. Baadaye, sitaki kueleza kindani sana, baadaye tumekuwa manifesto zetu. Hiyo document ni document ya muhimu sana. Tukizingatia hapo, tutafanya kazi yetu kwa utaratibu. Walilete education, wakalete Havia, health that is, tukaleta agriculture. Agriculture inatusaidia kwa biashara ile ya kilimo na inatusaidia for food security. Security ya chakula inaangaliwa sana. Kitu ingine inaonekana kwa manifestos, na ni kutoka hapa kwa ward mpaka national government, ni mambo ya communication. Na tukiongea communication, hiyo ni kusema watu wengi hawa wote wanatumia parapara. Tukiongea communication hapo tunaongea mambo ya parapara. Vile vile, hiyo ni manifesto, sisi inaandikwa hiyo maneno makubwa makubwa. Na jambo lingine ni environment, kuchunga udongo yetu, kuchunga miti, kuchunga maji and so on. Hiyo vitu ndio serikali imezingatia kufanya na inafanywa levels sote. Kingine ni mambo ya culture. Hiyo hata ndio sehemu yangu hiyo. Culture is a way of life. Inaangaliwa kwa sababu iko na mambo mengi inatufundisha. Na ya mwisho kwa sile chache nimeandika hapo ni mambo ya umeme, naye inakuwa kwa manifesto. Nikitoka hapa niende point ya mwisho. Hizi manifestos nilipata na ni Mukisi, alichaguliwa senator huko British Columbia, Canada. Aliniambia kura sawa wakitafuta, anatembea ino karatasi ambaye inabeba hiyo mambo ya manifesto tu. Anasema hii nimefanya, hii ndio bado. Tutakuja fika hapo. So tusingatie hiyo, itatusaidia. Sasa langu la mwisho, tuko na bahati deputy governor ako hapa. Hata ingawa governor yetu hakupata nafasi ya kufika leo, lakini serikali yote iko hapa. Tunataka ikiwezekana uangalie the elderly. Uwanja huu hapo pahali hao wanakaa. Ndio nilipewa nafasi nikauliza our former president apatie wale watu over 70 years shilingi 2,000 hii wanapata, wananunua lini na kugabu. Na akakubali na ikatendwa. Na hivi leo nataka kusema deputy governor, wewe kuna uchusi mingi. Angalia hii kitu ya the elderly between 75 mpaka 100. Muangalia hapa wase iko mejando mingi hapa. Muangalia muone mtasaidia namna gani. Na mwisho iko kitu ilifanyika uwanja huu hapa huko. PS wa health alikuja hapo na alikuwa anapeana kwa upande sasa ya wale watu wanaishi na ulemavu. Vilema ilikuja hapa, mwingine alikuwa na kichwa namna hii, vilema iko na ni wengi.
wapate special treatment fulani. Tuko na wengi sana. Hiyo kitu iangaliwe, hata muwache mengine lakini muangalia hawa watu. Na wako na ni wengi. Nitakuachia hapo kwa sababu wengine watasema mengine. Tunawatakia as elders, tunawatakia mema na hatuingilii kazi yenu. Tunachunga kazi ya county commissioner, tunachunga kazi ya governor wetu, tunachunga sehemu hizo ndio tuonekane elders. Kwa sababu ukiingilia utaonekana vibaya. Kwa hivyo tunachunga hapo na tunasifu sana hii nafasi mmetupatia leo kupitia MCA wetu anaitwa Rika Steve. Tunamheshimu hapo, hatukufichi. Tunamheshimu kabisa as elders, na tunataka kusikiliana kama njia hiyo tukienda mbele. Asante kwa nafasi, wana DC wangu. Asante sana, asante kabisa. Asante sana mzee Matudula. Hiyo kitu amesema ya person living with a disability, sijui kama hapa ilifanyika, I think last year. Serikali ilikuwa na mikakati ya kuandikisha hao watu ambao wako na severe disability. Na kwa sababu niliona watu wengi walikuja mahali ilikuwa ni very clear severe disability. Mtu ukiweka hapa uende Bosongo, Kitabo urudi, hata kukinyesha utampata hapo. Nao wote tuliandikisha na tukaanza kutafuta kwa kila boma tukakosa. Kwa hivyo hiyo mikakati ikikuja tena, I can assure you mzee Matudula, I will be in the lead. Tutahakikisha hao watu ambao they are suffering from severe disability wamekuwa included to your fund. Hata wao wanapewa pesa vile wazee wanapewa. So wakati huu ningetaka kuita mtu mmoja, Honorable Michael is also a person living with disability. Ako wapi? Na juzi tumesema tutawapatia security hao watu. Unajua kuna mahali wanaonekana kama ni outcast, lakini hapa Kisii we have to give them security. Lazima wajisikie kama ni watu wengine, washerekee sikukuu, washerekee kila kitu kama wengine. Na naona kama hayuko karibu, wako sawa. This way. The mic is here. Thank you, Bwana DCC, Bwana Mangi, kwa nafasi. Well, Kenya oye, Kisii County oye, Gavana Simba oye. Tuko hapa leo sababu ya Jamhuri Day. Tunakumbuka siku ambayo Kenya ilianza kujitawala. Nimeitwa hapa nikiwa mheshimiwa ambao ni Michael Moseti Umali, nafanya kazi Kisii County Assembly nikiwa nawakilisha walemavu. Mzee Matundura umeongea kitu ambayo ningependa kutiria mkazo. Walemavu tukiwa hapa, hata sisi tunasema ya kwamba wakati wazee wakifika miaka 70 wanakumbukwa katika Inua Jamii, na sisi tunapeangwa vitambulisho ya walemavu. I don't see the need as to why tunapewa hiyo vitambulisho na tunaambiwa severe disability. How severe is severe is the question I've never been answered by anybody. Bwana DCC, I know disability is not devolved. Ningeomba serikali kuu kama tunafanyiwa assessment na tunapewa vitambulisho ya walemavu, hata sisi automatically we should qualify for the Inua Jamii Fund. Hiyo 2,000 isaidie walemavu wale ambao hawana mikono but hawalali nje sababu ya kunyeshewa. So severe should not be something that you should talk about, ya kwamba kama unyeshewi nje upatiwe 2,000. Kindly, the government should consider that. Thank you so much, and God bless you and God bless Kenya. Thank you.
Asanteni. Najua sisi tunakuaga ni wakubeba habari. Sasa tumepewa habari, mimi na county commissioner wangu wako hapa, tumesikia wamesema pia wale ambao hawana severe disability wakuwe considered. Na sisi tutafikisha ujumbe, tutafikisha wananchi, hivyo ndivyo wamesema. Mimi nilimwambia what is in the writing, ile inasema ili somebody a qualify. So tukitoka kwa hao sasa tutaelekea kipindi kingine ambacho ni cha wanasiasa, na nitaacha mheshimiwa Steve kwanza, yeye ndiye atakuwa wa mwisho because yeye kuna wageni labda ataita. So hata kabla sijaenda kwenu, wacha niendelee na watu wengine hapa. Naona tuko na Director of Communication Authority, Mr. Nyambane. Where is he? Director, Communication Authority. Tukimkosa tutaita Director Nairobi Water River Commission, Mr. Sagelo. Sagelo, hayuko? Sawa, kama hayuko, wacha niite my good friend Justice Charles Nyachae. Tafadhali kuja unene mawili. Sana Bwana Deputy County Commissioner, Your Excellency, the Deputy Governor wa Kisii County, Mheshimiwa Elijah Obebo, Mheshimiwa County Commissioner wa Kisii, Mheshimiwa Steve Arika ambaye ni MCA wa Ibeno, viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo, wote na wasalimu kwa jina ya Bwana Yesu Kristo. Hamjambo. Okay. Nimewakosea? Akimogongwani no. Asante. Asante sana. Thank you very much. Asante sana Bwana Deputy County Commissioner kwa heshima ya kunipatia nafasi ya kusalimia watu wetu nikiwa hapa nyumbani. Hiyo ni heshima kubwa, na ila tu kuwasalimia sababu hii ni sherehe rasmi ya kiserikali. Sitaongea maneno mengi, lakini tukiwa hapa Nyantrago Stadium naomba niseme kitu kimoja. Bwana County Commissioner, tulipoongea wakati ulinialika hapa, nilikwambia hapa Nyantrago Stadium hii ni mahali sisi watu wa hapa nyumbani ina historia ambaye inakaribia roho zetu sana. It's a place that has a lot of what I would call reverence and especially for the older people, good memories. Hapa mambo mengi, wale wazee wetu ambayo wametuacha, Nyantrago ndio ilikuwa mahali kila kitu ilikuwa yanafanywa. Kwa hivyo ingawa sitaki kuongea chochote, niseme jambo moja. Na hii jambo labda I directed at His Excellency the Deputy Governor. Your Excellency, wewe ukiwa mtu wa nyumbani hapa, wewe unaelewa yale ninasema about Nyantrago Stadium. So naomba uniruhusu nikutume kwa His Excellency the Governor of Kisii County. His Excellency Simba Arati, sisi kama watu wa hapa nyumbani, nikiwa mmoja wao, ni mtu tunapenda sana na ni mtu tunaheshimu sana.
Sasa nakutuma hivi, mwambie mheshimiwa governor vile tunampenda na grafu yake iko juu, lakini hii stadium, mambo ya hii stadium has been talked about for a very long time, about organizing and upgrading this stadium. Kwa hivyo jambo moja tu, nimekuambia grafu ya governor iko juu, lakini unajua whenever graph iko juu bado kuna nafasi inaenda juu, inaweza kwenda juu zaidi. So nakutuma kwa mheshimiwa gavana ajaribu mkiwa pamoja, hata kushirikiana na national government kupitia mheshimiwa county commissioner, tuone hii Nyantrago Stadium imefika ile upgrading kiwango ambaye imezungumzwa kwa wakati mrefu sana. Nafikiri nikisema hiyo naongea kwa niaba ya watu wetu hapa wote wa hii area na watu wa Nyaribari zote mbili kwa jumla. Wase wanombo vinakwana. Tumekubaliana? Kwa hivyo hiyo message ikifikia mheshimiwa governor, ajue imetoka kwa hao wananchi wote, wananchi ni wake, yeye anatuelewa. Tufike hapo ndio tunashukuru sana. Thank you very much mheshimiwa Deputy County Commissioner na mheshimiwa wote abantu ba Minto na abasabeire nyasaba murembe asengakiye na ande ntonyore amatuko gocho bosio turanyale konyora na konyagosema ni erebuya gosere bobe nyasaba seseni. Asante sana Justice Nyachae. Hali ya hewa ikianza hivi na ile miaka yote nilikaa hapa Kisii naanzaga kuogopa. Kwa hivyo ningetaka kuita mwakilishi wa Member of Parliament. Tafadhali ukuje haraka. Nipatie sasa Mheshimiwa Steve introduce MCA wengine haraka haraka, niite Deputy Governor asome speech ya governor. Asante sana kwa nafasi. Our Excellency Deputy Governor, our County Commissioner and all protocol observed, na wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Safania Otundo Monyenye, mwakilishi wa Mheshimiwa Saidi Janda. Mara ya kwanza angependa kukua nanyi lakini haikuwezekana, lakini ametuma salamu zake. Umezipokea? Halo? Kitu ya pili, amewatakia Christmas njema. Alafu nitaisongea vitu viwili tu sababu ya muda. Kitu ya kwanza, our secondary bursaries, wale wanafunzi wetu kuanzia kidato ya pili mpaka ya 4, amesema kuanzia wiki ijayo atapeana hizo forms ili mjaze siende kusaidia watoto wetu mambo ya bursaries in the new year, that is 2025. Mambo ingine ya maendeleo naendelea kushughulikia mambo ya barabara. I think penye mnatoka mnaona. Alafu mambo ya CSS classes is trying hard to meet all, to put up some classes to assist our learners. Mengine ikifika wakati I think tutakuja kuongea na yale maswali yote mko nayo mtakuja kumuulizia by the time we will be around. Thank you for the chance. Asante sana. Wacha nimwalike Mheshimiwa Steve. Also a very good friend of mine kutoka ile miaka. Asante. Asante Commissioner, majina ni Steve Arika. Kwa vile mvua inakuja sitaki kuongea wengi. Councillors, MCS wale mko kuja mbele mchintroduce tu jina. Ukiendelea kukuja, Mheshimiwa umetoka Nairobi, kuja na usalimie watu dakika moja. Mheshimiwa Pen. Aya kuja kina mpaka ile mzee niliona mzee Oresi
MCS councillors kuja dakika moja. Yes, tumesaidia. Bwana County Commissioner, thank you so much. Bwana DG, the Deputy Governor of Kisii County, asante sana kwa hii siku. Mimi nashukuru sana kwa watu wetu wa Kisii, sana sana hapa Nyaribari. Kuna kitu nimesikia leo na nikafurahia sana. Mambo ya disability. Abantu baitu tigamba tebiga senge juye chisa. Abantu ba disability. Abantu baita abagatu. Ebichana na abagina. Mimi niko nataka kuambia County Commissioner, hii kazi kwa vijana mtaani. Vile imerudishwa Nairobi, pia irudishwa hapa Kisii County. Vijana wetu wote wapate kazi kwa vijana, wakiwa na wamama waendelee kutengeneza hii barabara na wao wapate kila kitu kwa siku. Hao mama wakumbukwe. Mimi naambia rais, wamama wa Kisii wako royo. Lakini mimi kitu pekee yake nataka ufungue chapter ya Kisii kwanza, hii area yangu ya Nyaribari. Hao mama wote wapatie kazi, wakila mwisho wa mwezi wale wasee wakichukua na wao wachukue. Wakiongojea wasee wakwe wasee. Si hivyo? Moko gota mutaranyora chibi. Waika mokore gazi, mokote mumakore chobo goto. Talibo iko. Pia kazi kwa vijana pia. Pia nimeona iko Nairobi kila mahali. Alafu kitu kingine mimi nataka kusema hapa sasa hii. Mambo ya medical. Hii mambo ya medical. Wewe uone uite China gani? Sisi kitu nataka sasa hii uniambie watu wa MCA, watu wa in charge of LT within Kisii County, watu wachukue kati, watu wawekee pesa hii hata kama natoa pesa kidogo awekea wananchi kidogo wachukue kati. Ama namna gani? Si namna hiyo. Sasa hii hatoi kuongea mambo ya SHA ama nini. Ugonjwa ni ugonjwa. Hata hii chini NHIF ilitengenezwa. Sisi kitu mimi nataka usikia saa hii, wamama wetu wachukue kadi ya SHA, watu waanze kutibiwa hii hospitali yetu ya Kisii na tufungue hospitali zingine kila kona ya Nyaribari. Watu tembee mbali. Mpaka Deputy Governor, weka madawa. Nimeona umecharibu kila mahali. Weka madawa kila kona, wamama wetu waweze kutibiwa every corner. Mimi ni mheshimiwa wa Nyaribari Masaba, mimi si wa Nairobi. Mimi ndio nilikuwa na ticket ya UDA Nyaribari Masaba. Wakaniambia kutosha, lakini kitu ya ajabu, bwana chama ni achawai chua, mimi nilisoma hapa Kirwa High School. Mimi ni product wa Kirwa High School. Hata ukiniona nikiwa na rais, product yangu ni hapa Kirwa. Mimi sitaki kuongea mengi. Mimi nashukuru siku ya leo abantu bami ndongo basabera marembe. Kimoko genda, mugende buya. Musabera abantu baito, mukwane abagotu, kena abanene. Thank you, God bless you. Asante sana. Omogako Olesi. Niona mzee Olesi. Huyu mzee alikuwa driver ya Musa Nyandusi. Alikuwa anaendesha mzee Musa Nyandusi wakati alikuwa senior chief. Wacha wasalamie kabla sijafika hapo. Ni mzee anapenda mambo ya hospitali, ni mzee ameachiri watu wengi. Omogaka kwana. Ndio, asante sana kwa hii nafasi ambayo nimepatiwa, ingawa niko na homa kidogo, lakini nililazimisha kufika hapa. Vile mmesikia, Mungu ni wa ajabu sana. Vile mnaniona rika yangu hivi, mzee Musa Nyandusi, wakati alikuwa chairman wa councils zote hapa Kisii, alinichagua nikawa driver wake. Mimi nilikuwa nikimpeleka kila mahali, hata hapa tulikuwa tukija sehemu hizi zote. Kwa hivyo kwa sababu ya muda, wakati huu sasa, baadaye tena Nyachae na alikuja akanisaidia tena, nikachaguliwa kama nominated councillor kwa miaka hiyo. Kwa hivyo nimekuja hapa tu kuwaleta salamu ya serikali, kwa sababu serikali, mimi tangu serikali ianze nilikuwa Mungu alikuwa amenileta duniani
na alikuwa amenipa afya nzuri. Niliishi sehemu za huko Nyahururu, sehemu za Kinangop, Kipipiri. Wakati wa uhuru nilikuwa kule. Kwa hivyo yale yote yalifanyika, nilikuwa nimejionea mwenyewe. Kwa hivyo kwa sababu ya nafasi, ninawasalimu na ninashukuru sana county sorry. Ndio, nashukuru sana county commissioner wetu wa Kisii hapa pia vile amekuwa akituwasiliana na kusaidia watu wote wa kawaida. Ndio, kwa hivyo na Asanti peke yake. Utasalamia county commissioner na kwa mzee. Haya. Jina. Songa mbele jina. Mimi kwa majina na Nyang'ao Misaro, nilikuwa kansela hapa Iveno, Keumbu na Virongo. Asante wageni kwa kuja. Huyu ni mheshimiwa jina. God is good. Ekeronde gaiga ndigonde ambassador yo mugavano ito. Ari assembling go wakirisha gender. Na iwo mogambi edi no atebanga aba gaka baitira abangina. Tigango denga gender is all around. No ena abangina mbare bago itaba sacha batali gukwana kira lituko. Gose bana. Abangina mbari wita basacha. Igo madamu ekero mocha utware vikao tikato involve a boy child. Ekiagere girl child yabere empowered mpaka a boy child debu atise nyomba. Ekero tu aba involve at least we be having a family, we be having a community that era duaro morembe etuaro bomo amaskani abe asebonsi intubuna barai ebyasara byaito na magenderero. I wish you Merry Christmas, Happy New Year 2025. Asanti, mheshimiwa uliongea lakini jina tu peke yake. Uliongea jina peke yake. Marieta Michael Musetumali, nominated MCA Kisii County Assembly kuwakilisha walemavu. I wish you Happy Chamuli Day, Merry Christmas and a prosperous New Year 2025. Thank you. Aya, huyu ni senior mheshimiwa boy. Mitusera ukikuja. Yeah, God is good all the time. Huyu anaitwa Peter Moindi boy. I'm serving my second term in Nyaribari Chache Keumbu Ward. Steve, umefanya jambo zuri kuleta sherehe hapa. Ingawaje watu wanakupiga atueni mtu wa sherehe, lakini waambie uwezi wacha sherehe iende sehemu nyingine ijapokuwa Nyantrago. Kitu ile nimepick. Negendo naiwa watu wapate SHA. Wananchi wamesumbuka, lakini serikali ifanye bidii. Kitu ya pili, kisiasa, wananchi waandikiwe manifesto aseke Gusii na libago soma. Daivo, mbuya mono. Asanti Mitusera wakilisha diaspora. Thank you my brother Steve. Lieta nyueta kanya watanga Mitusera njiko ku Mitusera masese seitogankirwa. And deputy governor commissioner ito abageni baito my brother Charles na bande to akirembya mona sogo jaga iganya antroko kutwara eshere ga igase getige ito abantu baminto mbyamore naende timba iweti abantu abanyeri bari mbyamore na inji gonde ga ko wakilisha abantu ba diaspora bana banyito mbara bare isiko chinsi chisiko awa kul mo especially kurwe kenyore keiga na intu no otore amone inu akia karamo nyore esherebu neye na intu tigatwaje twasanga na intu na inwe na endende nkwanelinga nili muga Steve Amsol omwaka matundwa natebanga ekatwanyere independence ama adui naro hata tutware kurwana naro njibono tiankwa nigo redio atwire mateba egoro yobo ogosiria marweire amarwire bono tigato chaka okonyana twamanya amarwire to mapema egere twarwa mariogo na ndi mwakwani na SHA na bintu bindi muna mwateba we support all of them lakini ndi maambia abantu bamintu bwate medical camp iga ibeno nyektari igonko bariga ni mwezi moche egere to bwatira neto isike amarwire yitranya ko bwata mono ende to ya ruwali mapema
tika akinko rabna tin koile ya bantu amitumbi amono akintu anyoro kongu lakini mukato ikange mwezi deputy governor kero monto tenya saba seseni tuare siku kwingi mwako muyambi amono. Asanti. Kesho tukiendelea na hii sherehe ya Jamhuri Day tutakuwa na medical camp Ibeno, watoto watadairiwa, high blood pressure mtu utapimwa, meno itatolewa na hata madawa ya meno. Kila matibabu tutafanya katika Ibeno. Madaktari watatoka Nairobi kuangalia mambo ya macho. Kwa hivyo ni continuation ya hii sherehe. Nashukuru sana County Commissioner Kibeti na Governor Simbarat. Hii kukuja sherehe hapa ni kutangaza uhuru wa Nyantrago. Kwa vile tuliongea na Mheshimiwa Zairi Janda, akasema ile promise president alipeana ya milioni 200 ya kuanzia uwanja anaendelea kuifuatilia. Na sisi kama MCA tuliongea na governor wetu Simbarati, akasema kwa hii budget kabla tufika hii mwaka ataweka milioni 50 ya kuanzia hii uwanja. Kwa hivyo jamhuri ya kutangaza tena leo, hii ni jamhuri nyingine imetangazwa. Kwa hivyo kuleta hii sherehe hapa haikukuwa bahati nasibu. Ni kitu inapangwa na ni nini tutaachieve baada ya sherehe. Mwaka huu, mwaka jana wale watoto walitairiwa hoteli ya Camelback. Mumemaliza mwaka moja, mtaenda huko kwa sherehe. Na wale watatairiwa kesho, mtawekwa kwa shule moja, mfundishwe maana ya nini ya kutairiwa. Kwa hivyo leo ni siku ya governor, ni siku ya county commissioner, sitaki kuongea mengi, nimeshukuru wote kwa kukuja. Mogo wagete, eshere muigwete chanya gochaga iga. Ntuna otore ne serikali enene kongoswa no muske Dr. William Ruto, no mugabana ito Simbarat, no muchumbo ito Zairi Chanda, abantu tigatotwale obwanchani. County Commissioner nimeshukuru. Asante County Commissioner. Leo ni historia ya Nyantrago. Bandi ile ya JSU fanya fujo uone kuingia Kisii kucheza na bendi bila president. Kwa hivyo hii ni heshima kubwa. Bendi kutravel kutoka Nairobi mpaka hapa Kisii. Hii ni heshima na mmeandika historia katika uwanja wa Nyantrago. Wakati keki inapeanwa wa request msindikize keki wakati county commissioner anakata na deputy governor wetu Ericha Obebo. Asante sana. Thank you very much. Tunakaribia kumaliza sherehe ya leo kwa sababu ile imebaki sasa ni hotuba ya Mheshimiwa Deputy Governor na our chief guest County Commissioner Kibet Boen. Kabla sijarudisha microphone kwa mwenzangu ili aite yule atanena kwa County Governor, yangu ni kusema tu asanti sana. Nimeshukuru ninyi, nimeshukuru karimu yenu wa Kisii. Tulikuwa nanyi tena nikiwa dio, nimerudi nikiwa hapa tena na mimi tutaendelea na ninyi. Tunaelekea Christmas, tutahakikisha kwamba usalama wenu umechugwa vizuri sana. Na ili tuchuge usalama wenu, lazima pia mjitolee kutupatia habari. Lakini sisi tumeongea na komiti yangu, tutafanya patrol na tumeongea pia na ngao watafanya mabaraza huko vijijini ili wamueleze vile tumepanga maneno na usalama. Unajua Kisii town ikiwa peaceful, every other area within Gusiland pia iko na amani na sisi tuko gagari. Kwa majina naitwa Joseph Mwangi, Senior Deputy County Commissioner Kisii Central. Tafadhali harika. Asante. Asante sana. Tumpigie makofi Deputy County Commissioner wetu wa Nyaribari Chache ama Kisii Central. Asante sana. Your Excellency Deputy Governor, County Commissioner, niruhusu kwa heshima kabisa ni muite the County Secretary who is also the Head of Public Service aweze kuendelesha kipindi ambaye imepaki. Tafadhali Mike na mweke stand. Karibu sana Bwana County Secretary, vile vile Head of Public Service Kisii County Government. Asante mheshimiwa.
Your Excellency, the Deputy Governor, the County Commissioner, leaders from the national and county government, MCAs present, our enforcement team, right from the government and the county government, ladies and gentlemen. Tumsifu Yesu Kristu. Milele na milele. It is a momentous occasion that we have gathered here today in this field to celebrate Jamhuri Day. This is the day that we Kenyans, we don't take it for granted. It is a day when we count 6 months from today, 11 days that we got our first president of the Republic of Kenya. I not take it for granted because from the county government, we have the officials who have graced this day and who are with us here today. So you'll give me the opportunity to humbly request them. Our CECs present, our CEOs present, our directors present to stand up at this moment and wave to the crowd. Members from the county government officials, you stand, wave to the crowd. Because of time, I will not introduce them individually because time has gone. You can only allow me to call the chairman because we have all talked here, but sometimes we forget the youth. So, Mbrembe, if you are around, please, just a word. Let him represent the youth in Kisii County. Asante sana bwana secretary wetu wa Kisii County Government, Your Excellency our Deputy Governor, Mheshimiwa County Commissioner wetu, Mheshimiwa DCC na itifaki zote zikizingatiwa. Mimi kwa majina na Yes, kwa majina naitwa Mosoti Dennis, Alaise Mbrembe ni nickname. Mimi ni rais wa vijana katika jimbo letu la Kisii. Yes. So for this interruption. Vile nimesema hapo awali, mimi kwa majina naitwa Mosoti Dennis, mimi ni rais wa vijana katika jimbo letu la Kisii. Vile vile tumekuja hakika katika siku ya leo kusherekea rasmi siku yetu ya Jamhuri Day. Siku ya leo imetuonyesha jinsi ambavyo wale waanzilishi wa nchi yetu ya Kenya walipopigania uhuru, walipopigania nchi yetu ya Kenya kwa hali ya kupata freedom of speech, freedom of worship, freedom of movement katika nchi yetu ya Kenya. Leo hii tunavyozungumza katika nchi yetu ya Kenya, tuko na uhuru wa kujisimamia na tuko na katiba ambayo inatuongoza kivyo vyote vile katika serikali yetu kuu na serikali yetu ya ugatuzi. Mheshimiwa Deputy Governor, leo hii ukiwakilisha gavana wetu wa gatuzi letu la Kisii, nami nikiwa kama rais wa vijana katika jimbo letu la Kisii, ningesema ya kwamba kama wale viongozi ama waanzilishi waliotangulia hapa mbele hawakufanya kazi kwa ukakamavu, sasa hivi tunavyozungumza hatungeweza kuwakumbuka. Ni kielelezo ama ni dhahiri shahiri ya kwamba sisi vijana tunapokuwa ama tumepewa nafasi ya kufanya kazi katika nchi ya Kenya,
lazima tufanye kazi kwa udi na ufumba kwa ukakamavu, ili siku za uzoni na sisi tukuje kuwekwa katika vitabu za kumbukumbu kama vile Murang'iti, Mzee Sakawa, Mzee Otenyo, au wote na wale viongozi wa Kisii waliosimama imara kidete na kupigania na kupiga wakoroni ambao ni wabeberu waliokuwa wametukalia vilivyo. Vile vile tuko na Kapenguria 6 ambao walipigania nchi yetu ya Kenya, tukiwa na mwanzilishi wa nchi yetu ya Kenya Mheshimiwa Jomo Kenyatta, Paul Ngei, Kungu Karumba, Ochieng Oneko. Au wote ni Kapenguria 6 waliopigania nchi yetu ya Kenya ili kuhakikisha ya kwamba leo tunavyozungumza tuko na hali ya kujisimamia na kutembea na kufanya kazi kadri ya uwezo wetu. Nikimalizia kwa sababu ya muda, tukirudi hapa nyumbani, viongozi wetu, Bwana County Commissioner, Bwana Deputy Governor, I am happy today that we have what we call broad-based government, ambao imetuleta pamoja, tunafanya kazi Azimio na Kenya Kwanza government, kuweka maslahi ya wananchi watu wa Kenya mbele, kuhakikisha ya kwamba zile agenda ama manifesto tulipoambia watu wetu wakati wa campaign tunazitimiza sasa hivi tunavyozungumza. Inafaa tuweke kisiasa ama tuweke siasa zetu kando, tuweze kufanyia wananchi wetu kazi, tuweze kufanya kazi tuliopewa nafasi ama wakati tulichaguliwa tufanyie watu wetu kazi. Mimi nilikuwa nataka kuombea kwa lugha ya Kikisii abantu baitu abagusi abangena baitu mwarule chingongo yenye chense. County Secretary, nipatie nafasi sekunde moja. Abantu bami ntontete ko batebiga etobwate katiba ase county yetu ya Kisii na Kenya, abagambi baitu bachoruru bairwe nafasi yo gukora egasi inchenale ko batebinga barayi barimo ko na kongora simbo butukuno mugaso ka simba li bagakora egasi simba nabwate kibesa kya yaho gukora egasi ase county ya Kisii. Onye ne women rep na ile kibesa kya gukora egasi, onye no mujumbe na ile kibesa kya ase constituency, onye no mo senator nabwate gasi ya oversight, onye no mo MCA nabwate gasi ya oversight yo governor. Tigato tige korusie gechuni tora tige bichuni bila maisaito ngani gechuni okorusikero omuntu nde eliso lyae. Mswahili usema toa kwanza boriti ndani ya jicho lako ndiposa uweze kuona kipanzi kilicho ndani la mwenzio. Mwisho kisukuru cha asiekirwe abana baita basaba muramurenka tokore gasi no mukia totuge chingoko twabuse chinka chaito togende kanisa tusabe Nyasaye twabera abana abaiseke bagokina na barabuka abachiko bachitaya ntonya ko bakendo kania matoke imento bakendo kania bitutume tobayari baga abana baita abaiseke basome nabamura basome kana intuto jota gotwara chitaya chiwoka gusiya iterorekane Nyasaba sese ni abantu bonsi mwaruchinga ngenkense nchenkoro kumosoti nabate binkuru bonchali omoisi enkuna omoisi solombosta mochikale muneke embage sambire Nyasaye oyo bia muna so ontegera. Thank you so much. Asante sana, the president of the youth in Kisii County. I think he has done it and has represented the youth in Kisii County. Allow me to recognize the municipality chair, Ogembo, asimame tu to wave to be seen. The municipality manager, if you are there, just wave. Thank you. Thank you. At this time, mimi sitakuwa mrefu, mimi ni mrefu lakini kwa maneno ni mfupi sana. I take this opportunity in a soft way with all the authorities that is just in my office to invite our deputy governor who will just come, talk, give a speech, then later he'll take the next program. Talking is Ernest Osoro, County Secretary and Head of Public Service. Kwa hivyo wakati tutasimama tumwalike His Excellency the Deputy Governor to take over the floor. Thank you, the Deputy. Asante sana Bwana County Secretary kwa nafasi hii. Kabla nizungumze chochote ama nisome speech hii, abantu baminta asemure mwenzi gaki ngoro kyango mbuya mwaboka. Mbuya muri naende. Sasa niruhusu nisome speech ya Mheshimiwa Governor ambaye alikuwa kwe hapa siku hii ya leo,
lakini kwa sababu alikuwa kwa shughuli za kikazi kule Nairobi na tena alikuwa na homa kidogo, akasema kwa heshima kubwa, na tena hapa ni nyumbani nikiwa msaidizi wake, nikuje nisome speech hii. Na hii ndio speech ya Mheshimiwa Governor mpendwa His Excellency Paul Simba Arati during the celebrations to mark the 61st Jamhuri Day Aigaseito Nyanturagwo Stadium. The County Commissioner, Mr. Joseph Kibet, representative of the Honorable Member of Parliament, Zairi Janda, presiding Judge, Justice Mnyao, Judge, Justice Nyachai, members of the County Assembly present, members of the County Executive Committee, chief officers, county and national government staff, distinguished guests. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I address you today on this historic occasion as our nation marks 61 years of independence. Allow me to extend my warm greetings to the people of the great county of Kisii and to all Kenyans wherever they may be, both within our borders and beyond. The significance of Jamhuri Day cannot be overstated, as it offers us a moment to reflect on the day Kenya achieved self-rule and the struggle that led to that momentous event. Ladies and gentlemen, this day serves as a reminder of the courageous and selfless sacrifices made by our freedom fighters who gave their lives to liberate us from the chains of colonial rule that held us for so long. As we pause to reflect on the journey of independence, we are filled with confidence that the future of our nation is indeed bright. Our devolved system of governance, which brings together 48 governments in one united Republic of Kenya, stands as a strong foundation for building citizen-centered governance and fostering national development. As a nation, it is essential that we reflect on our past and honor the sacrifices made by our heroes in shaping the self-determination of our country for future generations. Today presents a significant opportunity to recognize and value the tremendous contributions of those who fought for our independence. We also take this moment to commend Kenyans who continue to play an active role in enhancing our national prosperity. Whether through agriculture, healthcare, education, sports, or entrepreneurship, these individuals embody the true spirit of Jamhuri. Moreover, we express our gratitude to the generations of patriotic Kenyans whose unwavering commitment led to constitutional reforms and the establishment of devolution. It is in this very spirit of devolution that we gather here today in Nyanturagwo to celebrate Jamhuri far from the central hub of Kisii. In light of the significance of Jamhuri Day and its impact on our unity as a nation of 48 governments, I reaffirm the Kisii County government's dedication to fulfilling the development objectives outlined in our manifesto. Since I came in as your governor, my goal has been to build an environment that promotes the county's growth and empowers its people. To achieve this, I have concentrated on 5 core areas herein enumerated: devolution and governance,
wealth creation, sustainable environmental conservation, social development, and leveraging ICT as a tool for progress. These focus areas in direct alignment with the national government's development priorities. Ladies and gentlemen, in line with this year's Jamhuri Day theme, jobs, labor, migration, entertainment, and entrepreneurship, my administration is endeavoring to create an environment and opportunities to our youth through various mentorship programs in partnership with financial and non-financial institutions and other agencies like the Ajiri program. Ladies and gentlemen, the Kisii County government has initiated a number of projects in all departments. In the health sector, we have implemented reforms at Kisii Teaching and Referral Hospital, KTRH, as well as all level 4 hospitals. As you are aware, we have improved on revenue collection at KTRH and other outlying facilities. In human resource development in the health sector, we have sent a number of officers for further training in various specialties for career progression. In addition, we have promoted more than 1,000 healthcare workers in all cadres who have stagnated in the same job group for years. This is in our effort to appreciate and motivate them to continue serving the public better. At the same time, we are in the process of filling those positions that require competitive promotions. As I'm saying this, interviews are ongoing and the vacancies will be filled upon completion of the process. In the sub-counties, we have set aside substantial resources to complete various stalled projects in all the 45 wards to ensure that our people get the much needed services. Some of the projects include the upgrading of Nyamache Sub-County Hospital, where we have set aside 30 million shillings for renovation this financial year. At Ogembo Level 4 Hospital, we have availed 300 million shillings to develop the infrastructure and the upgrading of the hospital. In the Department of Education, Manpower Development and Vocational Training, I am happy to report that with the support of the County Assembly, we have reintroduced the County Bursary Program, where we initially dispersed a total of 145 million, with each of the 45 wards receiving 3 million in the first batch. This year, we increased the allocation to 225 million, where each ward will be receiving $5 million in bursaries, training 5 wards. Additionally, we have employed additional teachers in our ECD centers and instructors to technical training centers on permanent and pensionable terms. The officers were among the 178 workers who have been working at the Kisii County government for more than 3 years without salaries, and they joined the county payroll after the completion of a verification exercise held by the County Service Board. They are now in the payroll under permanent and pensionable terms. The workers also include 42 vocational training instructors, 45 ECD teachers, 60 agricultural officers, 3 clinical officers, 3 administration officers. All of them are now in the payroll. A total number of 164 teachers who are above the age of 45 have gotten their salaries improved. I directed the Public Service Board to expedite cases of 12 officers from various departments and 13 ECD teachers who exceeded the number that was advertised.
This was considered irregular, but they will be considered and taken on board as soon as the board finalizes the process. On infrastructure, roads and public works, I am happy to report that we have made significant progress over the past 1 year based on the feedback my officers received from the residents. Further, we have altered the mode of operations in the procurement of roads and infrastructure services, and this therefore effectively we seek to cascade the constituency-based 9-lot contract mode to the ward-based system for improved efficiency. Apart from having all county roads gravelled to all weather roads and standards, going forward, my plan is to have all our roads in the rural areas paved to blacktop level, and those in the urban areas to go and be made with cabro pavings. In agriculture, which is the backbone of our economy, we are focusing on agro-processing, value addition, and marketing to increase returns to farmers. We shall continue investing in empowering farmers with entrepreneurship skills and link them to market to ensure that they reap maximum returns from their sweat. At the same time, we have actualized the banana and avocado factories at ATC, and to support the value chain, we have established an avocado nursery where farmers are accessing seedlings at affordable rates. Ladies and gentlemen, in the area of water, energy, and climate change, we are resolute on protecting the environment and sustainable use of existing natural resources through participatory management, planting of water-friendly tree species, conservation of forests, and restoration of water catchment areas. To promote the uptake of the environment-friendly renewable energy, we are set to initiate a large-scale solar power generation project here at Nyantrago scheme around Itibonge, Kegochi, and the Ibenu areas. Ladies and gentlemen, as I conclude, it's important to recognize that the heroes of our independence made great sacrifices to ensure a free and united nation, and then it's our responsibility to honor and preserve the legacy they left behind. I take this opportunity to congratulate our teachers and all education stakeholders who play a crucial role toward the success of our students. As the 2024 candidates are waiting for results of the just concluded national examinations, I wish them all the best. As I urge parents to remember that amidst of these December celebrations, they have a responsibility to ensure that learners get back to school come January. So, enjoy responsibly. I call upon parents and guardians to shun vices that are outdated and retrogressive, e.g., FGM, female genital mutilation, that have caused permanent physical and psychological harmful effects to our women and girls. Let our young daughters grow as God created them, and this will give them an opportunity to effectively compete with their male counterparts. Finally, I wish you a happy Jamhuri Day, a Merry Christmas, and a prosperous New Year 2025. Thank you very much. Abantu baminto, kwa sababu siwezi kuzungumza baada ya hapa, Bwana County Commissioner, nizungumze mambo matatu peke yake. Abantu baminto banyanturago muna mwatebe stadium weye muna jasinya jahateba nanche nimanye tamangane stadium weye mono aanka seito gati na promise your justice. I will take the information as given to me. Elinde ntebe yakabere
inge serikali yeito under His Excellency Paul Simba Arati mbuyere. Ne mikakati yote bekire rokorosigwa tutafanya sawasawa na vile tulivyokusudia kama serikali. Tukitumia bajeti vile iko na vile imepangwa na county assembly. Iko magoso tayo mune mburembe ya kwana. Serikali iko imara, iko timamu. Na nche naonde magega mkwere to. Hakuna mchezo, kasi kwa mpango na itafanywa. Oyo kukwana ya iti hakoreki, usiku watalala. Kwa sababu tunaamini kwamba mipango ikifanywa mizuri, serikali itaenda mbele na matokeo ya maendeleo itaonekana. Murigeririga igase ito, omorembe noro goseto iyo. Mbuya tole gose ntori buya. Kwa hivyo ni kusema kwamba tuko sawa mheshimiwa commissioner, kwamba as I assured you in the morning, there is peace everywhere. Peace in Nyanturago, peace in Nyamasibi, peace in Masimba, peace in Kisii Central, peace in Kiogoro, peace in Keumbu, peace in Virongo, peace everywhere. Elio Moelio, usedi akabirego chio Moelio mheshimiwa Steve Arika. Mbuyo mwana umenta sokoro osie mipange mia. Hii mipango tumefurahia na tumesema ni asante. Hii mipango ikiranete. Mheshimiwa Boy Toro rabobe na botora achebu musuko. Bono bono kibwatira abo na yo menta amaja kuchima bosio. Muno mheshimiwa gavana ateba samarikaya abantu bamintumba nyurige nteke muyoka kyo Moelio. Na manga kwanire lakini elitigande kwane. Ekero tuasoete serikali yeye abantu mbali barikire batanya kuri mushahara bataye payroll bari etendire abanda barimu bararoro bakora shiringi jiri bukomi muna barimu ba ECD igo tu ababeka wetero mheshimiwa governor Arati bonsi pi elibweyemo obabule permanent and pensionable no mushahara bakoria no muya no baboli mbamanyete einegasi yako no mheshimiwa Simba. Na bali bande mweigwa baso ngo babikure pero le nambeli yasomwa abapatigarite 13 na 12 otebire ko rumunambwango babekwe pero erebu yago serebubi kamo ko ende Christmas mogende buya komo gutambo ko mwaka mutambo ke buya nyasaba linde abagate naenda ababisio korengana muno botenengu bwae bole bongana asimule nyasaba beko and God bless you. Thank you very much. Bono tenenango mwenzi abantu bamtumworokia masikani as county commissioner tumu welcome munera chiche asome speech ya His Excellency the President of the Republic of Kenya. Karibu bwana county commissioner. Ndugu yangu DG Mheshimiwa Upepo ambaye anawakilisha gavana wetu Honorable Simba Arati, Presiding Judge Honorable Justice Munyao, Chairman wetu wa Kenya School of Government Honorable Justice Charles Nyachai, mwakilishi wa mbunge wetu, County Secretary na CEC's President, Area DCC, wakuu wa idara mbalimbali wa serikali kuu na serikali ya county, waheshimiwa MCS, viongozi wetu wa tabaka mbalimbali na wananchi wazalendo, amjambo. Amjambo tena. So naomba niwasomee hotuba ya Mheshimiwa Rais ya kuadhimisha siku hii ya leo kabla sijasema machache. Speech by His Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces during the 61st Jamhuri Day celebrations, December 12, 2024. It is with immense pride that I join you in celebrating the 61st anniversary of our nation's birth. At this pivotal moment, we reflect on the values of our sovereignty and celebrate the endurance legacy of those whose patriotic efforts took down the passions of imperialists. Their sacrifice set
our republic on the path of liberty, unity, peace, enterprise, and democracy. Today, we affirm, by reflecting on what we have accomplished since raising the flag of our nation, that by staying true to our national unity, we have remained consistent through seasons of abundance and scarcity. We assert our essential collective character, defined by the values and principles that inspire our forefathers to struggle and sacrifice, persist and persevere, endeavor and endure, until oppressors gave way to freedom, exclusion gave way to unity, and marginalization gave way to equality. We remember that our nation was born from the painful sacrifice and tireless, often lonely and grueling efforts of men and women, driven by convictions that their sweat, tears, and blood were a worthy price to pay for ushering millions of their brothers and sisters from the dark, cold night of imperial brutality into warm daylight of freedom. Before 1963, our people were compelled to work hard to enrich colonial settlers. After 1963, our people labored by choice of providing for their families and build our nation. Before 1963, education, health, and personal security were privileged reserved for the colonial elites. After 1963, they became the rights of all citizens. Before 1963, African people existed to be seen and not to be heard. After 1963, we reclaim our alienable sovereignty to its fullest extent. This year in 1963, therefore, marked Kenya's profound moments of historical change, yet it also represents an equally fundamental moment of essential and defining continuity. Our circumstances changed forever, and our horizon was illuminated by forces of possibility, the dawn of opportunities shining brightly. Yet our values, hard work, unity, and determination remain constant. We apply these same principles to build our nation after liberation. There is an important point worth emphasizing. In our time, our generation must never focus so much on the present that we forget where we were only 6 decades ago. We must not ignore the fact that our freedom, democracy, and development were achieved through contributions of millions of determined patriots. Nor should we underestimate the time and patience it took for these small progressive efforts to accumulate into unstoppable moments towards freedom and nation building. It may have been easy to despise individuals, freedom fighters, as they venture into a forest of uncertainty, and to underestimate their ambitions of freedom, of free Kenya from colonialism. Yet that is precisely how we gained our independence. Courage and hard work, determination and patience, and confidence that we are not alone are always what it takes to make meaningful strides as a nation. Today, I want to encourage our fellow citizens to keep this perspective in mind. As we aspire for more and better, we must not give way to despair, pessimism, and skepticism when faced with challenges, but instead forge our path forward with courage, hope, determination, and ambition. I declare my unwavering faith in the ability of our people to interrogate policies and hold government accountable. This is the essence of democratic freedom, a civic duty of citizens and responsibility of leaders, and a necessary imperative for our success and progress. We have experienced and particularly challenging time as a people, largely owing to dynamics beyond our control, resulting in a high cost of living, greater difficulties in finding employment, and few opportunities for entrepreneurs. Consequently, there was widely anxiety about the economic stability of our nation, demanding urgent and appropriate interventions and effective solutions. Bottom-up economic transformation agenda was inspired by our determination to confront these fundamental challenges directly and with ambitions. Our aim was first
to lay the foundation of robust economic activities to generate millions of opportunities at the bottom of economic ladder each year and drive substantive, inclusive and sustainable growth. Our key priorities were to reduce the cost of living, stimulate enterprises, boost productivity, create jobs, foster a conducive environment for institutional and infrastructural development, and promote investment in manufacturing, industrialization, and export competitiveness. As a starting point, it was critical for us to tighten our belts and make significant sacrifices to reset our public finances over a sustainable path, enabling intensified investment in strategic pillars of our plan and cross-cutting enablers of rapid transformation. I acknowledge the work that we have done and the milestones achieved in creating the necessary conditions for progress in every value chain that supports the pillars of our plan. There is a time to resist and a time to accept, a time to deny and a time to admit, a time to doubt and a time to believe. In the face of undeniable evidence, skepticism must give way to confidence, and we must reject the deceptive embrace of disinformation and fake news. The results and positive impact of our collective pursuit of fundamental economic changes can no longer be wished away. Ladies and gentlemen, finance inclusion is a new reality for millions of Kenyans. Hustler Nation is making its second anniversary on a highly successful note, having empowered Kenyans by lending a total of Kenya shillings 60 million so far, liberating billions from predatory lenders and precarious financial institutions, enabling them to meet their needs, fund their hustles, and build their credit scores. Our ongoing conversation with borrowers focuses on concerns related to the short borrowing durations, modest loan amounts, and the time required in increasing borrowing limits. In response to this feedback, the fund has designed a new product, the Bridge Loan, to help Kenyans and good credit scores transition from the personal loans to enhanced facilities, offering large loan amounts with longer repayment periods. This will enable Kenyans to pursue bigger opportunities and better investments. Ladies and gentlemen, not only have we registered successful historic gains against the shame of hunger for 3 seasons, but we have also firmly on the path towards surplus production. This impressive rise in productivity is driven by expanding intra-African trade opportunities in European Union and the United Kingdom markets, and our growing competitiveness in global markets. Ladies and gentlemen, bottom-up economic transformation agenda prioritizes digital transformation as a cornerstone of inclusive on this. I take this opportunity to affirm the significant progress already made, which is accelerating due to the digitalization of government services. Through the eCitizen portal, we have digitized 20,855 government services, streamlining public service delivery, enhancing transparency and efficient, eliminating opportunities for corruption, and increasing the visibility and mobilization of public revenue. The transformative power of this single initiative to improve citizens' experience, with healthcare efficient, effective, affordable, and sustainable. Having said this, I wish to ask you this important question. Have you registered? Those who have registered often find that many of the issues, concerns, fears, and questions are fully addressed to their satisfaction. I therefore encourage every Kenyan to register and enjoy the fundamental constitutional right to health care. Ladies and gentlemen, after 2.25 years, the decent, durable, dignified, and affordable house we promise Kenyans are finally here. Since September this year, 1,200 affordable housing units have been completed.
Additionally, the State Department of Housing has advertised 4,888 units available for sale to the public through the Pomayangu platform. Our goal to increase the number of mortgages from 30,000 to 1 million has now shifted gears. Our delivery pipeline for affordable housing now has a total of 124,000 units at various stages. The universal health coverage pillar has engaged jobs abroad to facilitate mobility and placement of suitably qualified Kenyans. Since September 2022, more than 243,000 Kenyans have secured international jobs opportunities in the health sector, agriculture, and construction sectors, among others. And in the last 2 months alone, 12,000 have secured jobs abroad. So far, we have completed bilateral labor frameworks with 7 countries, while agreements have 2 more countries are awaiting signatures. Additionally, agreements with 13 other countries are at various stages of negotiations, and we project to connect up to 2 million Kenyans with jobs abroad once completed. Our digital superhighway and creative economic program, which involves laying 100,000 kilometers of last mile fiber optic infrastructure and establishing digital hub nationwide, is designed to create digital jobs at the grassroots. To date, 690,000 citizens have been trained in digital skills through Ajira and Digitume program in various learning institutions. TVET and constituency innovation hubs, out of which 180,000 youth have already been linked to online jobs opportunities while on track and creating 1 million jobs through this program. Our special economic zones and export processing zones are boosting investments, manufacturing and export creation jobs, and increasing national wealth. In the past 2 years, we have licensed over 80,000 companies within these zones, creating 14,000 jobs. The 6 export processing zones, flagship projects in Busia, Kirinyaga, Murang'a, Eldoret, Kwale, and Nakuru, now being developed, are set to generate 30,000 more jobs. Additionally, the ongoing operationalization of Dongo Kundu and Naivasha Special Economic Zone will create 26,000 jobs, facilitating private special economic zones, investments, and supporting county and public special economic zones operations. At the same time, the youth are actively contributing to climate action, urban neighborhood improvements, and landscape restoration through Kenya Urban Resilience or Climate Works program. Recognizing the urgency, scale, and importance of these efforts, Climate Works is designed to be ambitious. So far, 21,560 Kenyans have been engaged in Nairobi, with nearly half, 48%, being women, reflecting a strong commitment to gender parity. The program will soon be expanded nationwide to engage 200,000 youth, men and women, in critical infrastructure and environmental projects within our towns and communities. This initiative not only offers opportunities but also empowers youth to strengthen the foundation of urban living and tackles climate change. We are also investing in local content creation to enhance the quality and competitiveness of Kenya creative products for export, while facilitating the development of digital platforms to contribute Kenya creativity to global audience. I am confident that we are firmly on course to transform opportunities to our creative for our creative industry. I salute the actors in our creative space whose work brings life to our cities, streets, and screens. Yet their achievements are overshadowed by justice. Musicians who are heartbeat and soul of our culture have long been denied their rightful earnings. It is unacceptable that an artist earns as little as 10,000 shillings a year, while those tasked with collecting their royalty pockets millions of
millions monthly. This injustice must end. The Kenya Copyright Board, in conjunction with the industry players and e-citizen, must establish a transparent, real-time system for royalty collection and contribution to rightful owners and beneficiaries. As we champion this cause, Kenya is also preparing for global leadership by bidding to host the 2026 World Creative Economic Conference, signaling our commitment to celebrate our talents and showcase our vibrant culture to the world. Hosting this conference will be a bold declaration of Kenyan leadership in creative economy. Our committed interventions are creating jobs and opportunities, and this is only the beginning. We are building on the foundation we have laid to create more jobs going forward. The essence of bottom-up economic transformation agenda is to enhance our capacity for incremental achievements and thus celebrate our progress in delivering our commitments for the benefit of all Kenyans. What I wish to emphasize on this Jamhuri Day is that regardless of how difficult circumstances get, and despite obstacles, resistance, and anxiety, it remains the mandate of leadership keep true to their words and the duty of the government to deliver. We have every intention to fulfill our commitment and are at the point where the first projects are successfully entering maturity. The deliberate and intentional effort to develop effective strategy for creating employment opportunities within our broader economic transformation agenda is bearing fruits. From the current numbers, it is clear that employment opportunities, whether domestic, international, or online, will increase significantly in the coming days. We are determined to build a labor market capable of absorbing as many job seekers as possible, cognizant of the output of our education and training institutions, which produce talented, skilled, and motivated young people. By doing the hard work and the heavy lifting now, we are laying the foundation for citizens to seize opportunities in future. As we do this, let us reflect on the lessons of history and rise above our political difference to deliver for Kenya. Those who came before us overcame far more turbulent divisions to score a historic victory, whose everlasting legacy benefits us today and will endure for prosperity. As they fought hard to reclaim our sovereignty, the enemies of our freedom deployed a state-of-the-art technologies of the time, the radio and the airplanes, for the dissemination and disinformation and propaganda. This was meant to discourage, trick, and deceive people that freedom fighters had been defeated and that their leaders had been captured and neutralized. Our heroes and heroines were not deterred and inspired by the righteousness of their cause and transformational moments they were in, soldiered on courageously. On 12 December, therefore, every Kenyan witnessed their vindication as our majestic flag rose, and collectively we reclaim our proud Jamhuri Day. It's also a moment of Kenyans to expose the fake news aimed at discrediting our ambition, sabotaging our hope, and seeking the dampen of resolve. I have no doubt that the national economic transformation agenda will succeed and deliver for our people, for Kenya. I have no problem with discourse, criticisms, and alternative proposals. In fact, I welcome them and listen to the feedback in order to learn, improve, and become better. At the same time, I see clearly that a lot of what passes for facts are falsehood, and that most opposition is based on inaccurate representation and outright disinformation.
We are at a stage in social development when digital technologies have immense capacity to amplify disinformation, magnify fake news, and distort facts beyond recognition. If we give in to these emerging negative trends, we shall pay our freedom, democracy, and development. I therefore urge all Kenyans to participate fully in our democratic discourse, even as we work hard in nation building. At all times, let us endure to engage our basis of truth. Failure to do so, will take us down the path of negativity, tear us away from the values we cherish, and turn us into a people estranged from unity, who sabotage development, undermines democracy, and destroy our republic in pursuit of political expedience. When we say that the cost of basic food commodities has come down, it is a fact. When we say that inflation has gone down, it is a fact. When we say that our farmers are producing more and better, it is a fact. When we say that Kenyans have registered for Taifa Care, are receiving better services than before, it is a fact. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts and the truth. If some of us persist in the culture of reckless negativity, for how long will cynics mobilize Kenyans to deny facts that they can touch, feel, and see? What will they say in a few weeks' time when we begin to give keys to the new owners of affordable housing units? What will they say to the thousands of plumbers, electricians, teachers, health workers, building and construction workers, digital workers, and many more who are already at work, including 300 young men and women who were flagged off by my deputy yesterday to work abroad? I am confident in future of our nation and the capacity of our national transformation agenda to deliver, because I appreciate the strategies we have put in place, the work underway, and the people's motivation to make their contributions. I count myself as one of the millions of Kenyans who want the best for our nation, and all its people are committed to put in the efforts required to make our dreams come true. We are driven by strong hopes and unwavering optimism, as well as unveiling desire to reach for a better tomorrow. It is confidence based on the understanding, hope building of truth, and optimism that stands on facts. We must do all we can to maintain the essential character of our republic as an open and free democratic society. This implies that we must also do all we can to ensure that our political competition and rivalry never degenerate into a context of assault democracy, oppose development, and demoralize the people. We must remember that whatever else we set us apart, we are united by a desire to achieve the best for Kenyans and its people. With this in mind, we must promote inclusion and broaden our platform for collective engagement to enable articulation of diverse viewpoints and expression of fresh, new, and bold approaches. To be transformational, we must be ready to transform ourselves and our strategies on a continuous basis. I will continue to reach out to Kenyans of all walks of life, regardless of their ideological persuasions, to maximize the cross-pollination of flowers of our republic and Karandiro past seeds for future seasons. You must never underestimate your powers as citizens and your ability to create positive change, individuals and all of us collectively. Over time, we have made gradual and steady changes to make the economic development strategies in order to take a broad feedback from the people. In fact, the bottom-up economic transformation agenda has inbuilt mechanisms to improve on the basis of this feedback, because we recognize that as a leader, every day of our work is a day of learning from the people, that
that every good idea must always give way to a better one. Listening, therefore, is a primary component of effective leadership, and a national transformation is a collective enterprise of all citizens. I am grateful to distinguished patriots who have demonstrated outstanding leadership across the political aisle for the spirit of goodwill in which we have engaged to address critical national issues, including resolving the inclusivity challenges by formulating a broad-based government. I also appreciate the good wishes, encourages, and support from leaders with whom I continue to discuss matters of importance of our nation. I am persuaded that together we can achieve much more and much sooner for Kenyans, and that the future of our dreams is more within sight. I readily consider that we are yet to reach the destination of our aspirations because we have not yet delivered fully on all commitments. Having said that, it is also a fact that we are no longer where we were a year, let alone 2 years. We have moved beyond pledges and commitments and are now making progress with our implementation strategies. Therefore, I now sufficient evidence of undeniable character that together the people of Kenya are hard to work to achieve their shared vision of a nation transformed. Our ability to feed the people and keep them healthy, to empower them and connect them with opportunities, to keep them safe and protect their freedom is improving by leaps and bounds. When we all unite, inspired by a shared aspiration to undertake nation building, we shall make our nation great, and collective legacies will inspire present and future generation. Thank you, God bless you, God bless Kenya. Asanteni. So baada ya kusoma hutuba ya kuadhimisha siku hii ya leo, kabla sijasema machache, ningeomba wakuu wa idara mbalimbali wa kaunti wasimame, wakuja hapa mbele wajitambue. Jitambue wale wanafanya na county heads of departments wa serikali kuu. Wale mulisikia mkitajwa mtajibu ile maswali wananchi walikuwa wanauliza hapa moja moja. County Commissioner, Deputy County Commissioner, itifaki zote zikifuatwa. Kwa majina mimi naitwa Atos Mogoi, msimamizi wa Youth Fund katika kaunti yetu ya Kisii. Aba gusiba itombi amore. Biyamore. Mobwata abana bako ligichigas. Serikali kosa Youth Fund ndoletia limoje mututale robisiali. Bono kero mwana anyorire libagalie gas. Ago chagali ne liru balie gas. Twalirigere gosembiyalire. Takonyora mbiyalire. Abana abutu abakanere chibesa chiendege, chibesa chiokorigie visa. Bagenda ngumbu bachokore gas, batutomere chibesa koru ngumbu. Talibia. Ne president yatebete na chibesa toko kora sengenje toire tobegete milioni 300 asoko abasaye muna abo bagende chinse chisiko bakore mirimo wa na ntua process reti abandi barakwenda UK bachire igotoma abandi bacho obisianere county commissioner tobagaidi toligereri ngakitoko konya bagusiba ito na basaye baito kubwatekana ne team ya jamhuri de yarero torole na kitoko bakonya bagenda ali bakore gas atoletere chibesa gochaga namba 2 bali bande bakore biashara because ya sokoro sigas goikato basomi alafu tobachibesa bakorere biashara so obisiande nere tiari kubwaterana nabasaye be county yetu ya Kisii elinde tobasomi sengencho biashara talibesa yoka goikato basomi tobabwata okoboko amangana echiro elinde banyara ko kore biashara na korosia mabaye gas elinde economy yetu ya Kisii net family cheito na elinde tonyara kogende omoelio ngosaba stakeholders once tobwatera na sobwamo county government, national government, private sector
elinde tunyara ko bwate sia basayaba na kuhakikisha na mangana yo korigie gas amangana yo go kore biashara tali ndoto asoko bwate namo ayonsi ntoikirani bia mono nyasawa siseni. Hiyo maneno imeingia mzuri ama kuna maswali? Tumalizie hapa tu. Kuna maswali? Basi. County Commissioner wa DCC, county government officials, national government officials, God is good. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Gabriel Kapus, nafanya na TSC Kisii County kama Deputy County Director. Asante. Bwana County Commissioner, Deputy Governor, County Secretary, itifaki zote kuzingatiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa James Esekon, County Disability Services Officer katika gatuzi letu la Kisii. Siku ya leo niko na furaha, nimesikia mambo mingi yameweza kuzungumzia kuhusu walemavu. Na tumesikia wote tukiambiwa katika ile program ya Inua Jamii, tunaomba viongozi wetu kupitia ofisi ya legislatures waweze kuenda kupitisha hiyo maneno ya kuweza kuhakikisha walemavu wote wameweza kupata hiyo shilingi 2,000 kwa kila mmoja, kwa sababu ni sheria. Na tunaomba kwa wale wanaowakilisha MPs and other legislatures waweze kutuwakilisha kwa in the spirit ya kuhakikisha wananchi wote hasa walemavu wameweza kuingia katika programs za serikali. Tumeweza kufanya mass assessment. Hii ni ya pili, tulianza Jumatatu, tukakuwa Kenyenya, Jumanne tukaenda jana tulikuwa Masimba, na kesho tutakuwa Kisii Teaching and Referral kufanya mass assessment. Ni jukumu letu hasa kwa sababu serikali inasema kila mmoja aweze kuingia katika mpango wa SHA, hasa walemavu. Because of our unique challenges, we need to be registered with the government programs, especially the SHA program. Now, so for those wale ambao bado hawajaweza kusajiliwa ama kufanyiwa assessment, tunafanya assessment which is being facilitated by the National Council for Persons with Disabilities kesho katika Kisii Teaching and Referral Hospital. Bwana Deputy Governor, let me report that tunashukuru sana for the smooth process that you've been facilitating us, particularly persons with disability. We have been receiving immense support, particularly from the hospital. Nasema asanti. Pia hii tuko karibu kutangaza program zetu za scholarship. Tunaomba walemavu tukaweza kuapply. Asanti sana. Mambo ya people living with disabilities nafikiri imeangaziwa Kila kitu iko sawa. Sababu hiyo ndio ilikuwa swali kuu. Iko chonjo. Basi tubarikiwe. County Commissioner, Deputy Governor,